Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Pendo Kiaire, ana songi moja anasema nimechaguliwa na Bwana, nimechaguliwa na Bwana kumiliki, kutawala yote alivyoniahidi. So kumbe haujachaguliwa kubaki unashangaa shangaa. Umechaguliwa kufanyaje? Kumiliki. Umechaguliwa kutawala vyote alivyokuahidia. Do you know, sio wewe umejichagua. Nionyeshe hapo Yohana 15:16. Anasema si nyinyi wana Free Church mlionichagua mimi, bali mimi Yesu ndiye niliyewachagua nyinyi. Alafu anasema nami naliwaweka mwende mukazae matunda. Kwa hiyo kuchaguliwa kwako ni kumultiply. Umechaguliwa ufanye maongezeko. Anasema ni mimi nimewachagua, na nimewachagua mkazae matunda. Anasema hayo matunda ya watu waliochaguliwa yakishazalishwa yasife, yaishi, yapate kukaa. Anamaliziaje hapo? Ili kwamba lolote mmuombalo Baba. Sasa wewe umeshachaguliwa ili ukazae matunda. Ukizayo matunda, matunda hayo yatakaa. Na ukiweza kumanage hiyo situation ya kuzaa matunda na kumake sure hayo matunda yamekaa, hiyo ni password ya vitu kutokea kwenye maisha yako. Anamalizia kwa kusemaje wa mstari pastor? Ili kwamba lolote mmuombalo Baba, ili kwamba lolote mnalomuomba Jehova afanyaje? Kwa jina langu awapeni. Ndiyo sababu umechaguliwa. Wewe haujachaguliwa kuja kuwatambulisha wagonjwa wa saratani Mburahati. Never. Wewe haujachaguliwa kutuonyesha umasikini wa ukoo wenu. Wewe haujachaguliwa kuja kudhalaulika. Yes. Bwana anasema amekuchagua. And listen to me. Kuna mtu anafikiri ulichaguliwa baada ya kukanyaga Free Church. Kuna mtu mwingine anasema labda mimi nimechaguliwa kwa sababu alivyoanza kuhubiri hapa. Nionyeshe Warumi 8:30. Anasema nini? Warumi 8:30 chap. Haujachaguliwa baada ya kukutana na wana Free Church, wala ulipokutana na mchungaji aliyekuhubiria. No. Plani ya Mungu kwenye maisha yako ilikuwa ni kabla hata huyo mtu ukutane naye. Yes. Ukiona leo umekutana na mwinjilisti akakuhubiria ukaokoka, ilikuwa ni point of contact ya wewe kuingia kwenye muhula mwingine, lakini uchaguzi ulianza kabla ya hapo. Warumi 8:30. Maandiko anasema na wale aliowachagua tangu asili. Na wale aliowachagua tangu asili akafanyaje? Hao akawaita. Hao aliwaita. So you already called, my friend. It's just a time. Lakini ulichaguliwa, alafu alishakuita. Wakati unaenda ukakutana na dhoruba, upepo ukakupiga, ukasahau kuangalia ulikoitwa, ukafanya kama Petro, ukashangaa tena upepo ukaanza kuzama. Amekukamata akakuunganisha na mwinjilisti, leo uko Free Church. Yes. Brothers and sisters, tembea kifua mbele. Wewe haujajileta hapa. Wewe umechaguliwa, na yoyote aliyechaguliwa aliitwa. Yes. Akaitika. Huo mstari haujaishi. Amen. Na wale aliowaita, anasema hivi, wale aliowajua tangu asili, au aliwachagua tangu asili. Yes. Alipowachagua akawaita. Sikiliza, hao walioitwa wakafanyaje? Hao waliowaita hao akawahesabia haki. Yani ulipoitwa, kabla mshua alishakuhesabia haki. Listen, kuna makosa tunamzingua Mungu on the way to our destiny. Sasa ndio maana wakati mwingine Yesu anapata shida na wewe, kwa sababu kuna direction umekaa inayoenda kukupa matokeo. So ukiwa njiani kwenda kwenye matokeo, unazingua hapa. Yesu anaona chenga, anasema hebu pita hata mwinjilisti, fanya kama umekosea, kutana na huyo mtu. Unapita Kariakoo, ulienda zako kutafuta sidiria, unakutana na mwinjilisti. Yesu anaweza, Yesu anaokoa, naomba niwaombee. Unaona mbona najisikia uzito?
wale wanaosimamishwaga na wainjilisti hawajaenda Kariakoo kuhubiriwa, walikuwa na safari zao Kariakoo, lakini Jehova akamseti muinjilisti on the way. Anasema kumbusha hichi kiumbe kimeshapoteza direction. Halafu unashangaa muinjilisti anagonga kasomo kamoja, unaahirisha kununua sidiria. Unasimama pale unasacha nimsikilize kidogo. Katika kumsikiliza mwinjilisti sasa, walio tayari kutengeneza na Bwana mikono juu, unakuta umeinua mikono yako. Halafu anaomba na wewe, anasema ninawaalika Jumapili, unakuja na Jumapili. Leo nataka nikwambie destiny yako iko salama, kwa sababu wewe haujajichagua, wewe umechaguliwa na Jehova. Hebu waliochaguliwa wampigie Yesu makofi ya kweli. Hallelujah. Mguse jirani yako, mwambie siko hapa kwa bahati mbaya. Siko hapa. Mwambie mimi sijachaguliwa na Pastor Masanja. Mwambie mimi sijachaguliwa na Pastor Dafa. Mwambie mimi sijachaguliwa na Pastor Esther, wala Pastor Eliza, wala Pastor Nice, wala Pastor Boazi, wala Pastor Mwakabana, wala Pastor so and so. Mwambie nimechaguliwa na Jehova. Na kama umechaguliwa na Jehova, hakuna wa kukutoa mbele za Bwana, kwa sababu yeye huyo hakukuchagua. Waliochaguliwa na Bwana ni wabishi, wanang'ang'ana na kusudi, maana wanamjua aliyewachagua. Mtu aseme amen. Mwimbaji mmoja akapiga so, ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamfanyaje? Unafanyaje? Hey, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyenichagua ni Bwana Yesu. Unafanyaje? Siwasikii mnaimba au mnaloga ibada? Haleluya. Aliyenichagua ni Bwana. Hebu mpigie Yesu makofi ya kueleweka. Aliyowajua tangu asili akawachagua, akawahesabia haki. Yes. Achana na raia wanaokuhesabia makosa. Ukifanya kosa, umefanya makosa, uko kwenye mstari wa kwenda kwa Bwana. Tunakosea, lakini tusaidieni turudi kwenye mstari. Maana sisi tulishahesabiwa haki. Adui anajua ulihesabiwa haki, ameinua mazonge ili umkosee Jehova. Lakini tukirudi kwenye mstari, hatima yetu bado iko salama. Hebu piga kelele, sema amen. Hey. Man of God, this is so powerful. Ukijua umechaguliwa, halafu hujachaguliwa na mtu, unakuwa jeuri. Unakuwa na confidence. Unayo maandiko ya kukubackup ya kutosha. Oh, mimi ndio nilie kuhubiria ukaokoka. Mimi nimechaguliwa na Bwana. Wewe Mungu alikustation tu sehemu. Tukutane hapo unisaidie. Ndio maana mtu yeyote anayesema wewe bila mimi hautafanikiwa, mwambie acha kunisaidia uone. Mwambie huyo mtu acha kunisaidia uone kama sitafanikiwa. Ingekuwaga tunafanikiwa kwa ajili ya watu, tungekuwa tuko pale pale. Maana kuna watu walipoanza kutusaidia, tukaonyesha dalili tu, wakatuinulia maneno, tukajisikia chenga, tukataka kuacha wokovu, alafu tukawafungia vioo, tukafunga vioo, tukabaki na Jehova. Leo bado kinaeleweka. Yes. Na kutangazia kwa jina la Yesu. Wewe ni mchaguliwa na Bwana. Yes. You are a chosen generation. Na kwa ajili hiyo mwanadamu hana cha kukufanya. Barikiwe kwa jina la Yesu. Yes. Hayo maneno, hivyo vituko, hayo magonjwa, hayo mapito, hizo shida ni muemue tu za njiani. Wewe ulishahesabiwa haki. Wewe ushatukuzwa. Yes. Taa ya kijani ishawaka. Amina. Brothers and sisters, kama haujapata notes kwenye hili somo, is up to you. Pengine ulitaka Pastor Livingstone ahubiri kama unavyotaka, amehubiri kama alivyotumwa. Wewe tuna roho yako. Umeishi kwa mazoea mwanangu, kama unasema sasa si ange. Yeye amepewa hiyo message. Wewe pokea hiyo message. Wewe umechaguliwa. Usije ukapishana na baraka yako. Uko kwenye 18.
Apewe sifa Yesu. Amen. Hebu simama kwa miguu yako. Thank you Jesus. Weka mikono yako miwili juu. Umechaguliwa na Bwana. Nataka nikwambie neno hili mwanangu uliopo kwenye ibada. Adui anajua wewe umechaguliwa na Bwana. So anainua vita ili upigwe ukatae kusudi. Anytime ukishachukua the right direction, kuna kitu kitainuka. Maandiko yanasema Petro alipomsikia Yesu akimwita, alitoka kwenye ile boti yenye dhoruba akaanza kutembea juu ya mawimbi. Wakati akiwa anaenda, upepo ukavuma ili kumtoa kwenye 18, na yeye akageuka kuangalia upepo akaanza kuzama. Inawezekana umechaguliwa, lakini huko upepo umevuma umekutoa kwenye mstari. Jioni ya leo utakutengeneza tena na Bwana. Jioni ya leo unamwambia Bwana Yesu, asante kwa sababu umenichagua. Ikiweko nguvu yoyote ya kipepo, nguvu yoyote ya kichawi ya kuniondoa kwenye kusudi, hiyo nguvu inashindwa kwenye hii madhabahu leo. Na kutoka leo narudi kwenye mstari wa kwenda pale ulipo nikusudia nifike. Mungu hawezi kukuchagua uhang around. Mungu anakuchagua na kukupa direction. Njoo Eliza, nimekuchagua ili ukafanye 1 2 3 4. Ndio maana ya kuchaguliwa. So adui akikuona unaenda kwenye direction ambayo umechaguliwa nayo, vitu vinainuka. Katikati ya hiyo safari anakuinulia mume anayetangaza ndoa na wewe wakati hata hakupendi. Anajua tu hiyo time tutaspendi na yeye miaka 2, 3, 4 nimeshamtoa kwenye kusudi. Unaingia kwenye lindoa la kipepo. Lindoa ambalo halitaki ibada, halitaki maombi, halitaki nini. Na kuna watu wengine wanasema si tuko rohoni pastor, hata niingie kwenye hiyo ndoa itarudi kwenye mstari. Bado hujaingia kwenye muziki. Kuna muziki unaingia, wewe ndio wa kwanza kusahau kuomba. Sio unaambiwa na mtu, ni wewe unaachana na biashara ya kuomba. Kwa sababu kila time unayopata kama gap ndio time ya kusononeka, ya kulia, ya kuchuja machozi. How can you pray? Utapata wapi prayer point? Ndio kusudi la adui. Unapokuja kwenye hili darasa, unakuja kwenye hili darasa ili tukufundishe mbinu za kujua ya kwamba wakati mwingine unapoona boyfriend analeta mbele nyuma kushoto kulia, Mungu anakuambia hiyo ngoma hautoboi nayo. Acha kujifanya wewe ni master wa kufall in love. Wewe hujaanzisha mapenzi. Haleluya. Na bila mapenzi pia maisha yanaendelea. Amen. Haleluya. Yes. Nimekutana na mtu mwingine amesema, Bishop, yana usinione hivi. Nasema nisikuone hivi nini? Anasema mimi uso wangu ni soft, sema sina mahusiano ndio maana una vichunuzi. Kabia cha bangi. Haleluya. Kabia cha bangi. Haleluya. Amen. Acha bangi. Acha kuishi kwa kukadiriana. Nani alikwambia kwa sababu hauna mahusiano ndio unatoka chunuzi? Ingekuwa hivyo kuna padri angekuwa anaonekana vizuri. Mapadri hawana mahusiano. Wako soft, tunaona kwenye TV kila siku. Wewe unatuletea sababu hazina kichwa, hazina miguu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu adui amekutaiti sehemu na wewe umetii sauti ya adui, umemwacha Bwana na kusudi la Bwana. Leo unatafuta excuse. Ukitafuta excuse utazipata. Nimewaona watu wako kwenye ndoa kila siku wanalala bila nguo na wanachunusi kama zote. Ona niambia nini? Acha sababu ya kuondoka kwenye kusudi. Unapishana na miujiza mikubwa ambayo Bwana ameiweka mbele yako. Weka mikono yako miwili juu, funika macho, sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Kuanzia jioni ya leo. Kuanzia jioni ya leo. Ninakataa kila roho zinazonitoa kwenye kusudi uliloniitia. Ninakataa kila roho zinazonihamisha kwenye kusudi uliloniitia. Katika jina la Yesu. Leo ninaziapisha madhabahu zote za giza
madhabahu zote za kichawi, madhabahu zote za kipepo, kwa jina la Yesu.